Hadisi. Hadisi njoo, uongo njoo, utamkolea. Sasa watoto wangu mmekula kabisa wali, lakini mnaitikia kivivu. Why and why? Hadisi. Hadisi njoo, uongo njoo, utamkolea. Na kwenye uongo ndo kwenye utamu wenyewe sasa. Hapo zamani za kale, wewe mseme hapo zamani za kale, alitokea kuku na nyoka. Kuku na nyoka alikuwa ni mtu na rafiki yake, yani na shoga yake. Walikuwa wanapendana, walikuwa mabesti sana. Na walikuwa wanakaa majirani. Kuku alipanga nyumba ya mwanzo hapa, afu yule nyoka alipanga nyumba ya tatu. Yaani kwa kuku hapa, afu katikati kuna nyumba ya mpangaji mwingine, alipanga mende pale. Afu mbele ndo alipanga nyoka. Lakini nyoka na kuku ndo walikuwa mabesti. Yule mende alikuwa muelewi. Mela vizuri, sababu michezo yake ilikuwa ya ajabu ya ovyo. Mela vizuri, yeye ukali nini, mela vizuri gomvi, mende, umeona vizuri, ana mdomo, wakawa hautaki urafiki nao. Mela vizuri. Ila changamoto ya kuku, alikuwa mbea. La. Kuku anaweza akachukua maneno hapa, akayapeleka mtaa wa 7. Mela vizuri. Changamoto ya nyoka moja, ambayo kuku alikuwa haipendi, ni kujamba. Mela vizuri. Anajamba sana usiku. Nasikia tu wewe. Siku moja yule nyoka alijamba usiku ile. Sasa hiyo siku kuku alikuwa kalala kwake usiku saa 8. Na vizuri ana mawazo sana. Na nyoka naye alikuwa amelala. Siku hiyo walitoka kutafuta hela walikosa. Na vizuri. Walienda pale Karume. Pale Karume kufanya kazi pale. Kubeba mizigo nini makreti. Sasa wale waajiri wao wakawa hawajawapa nini? Hela. Kwa hiyo wakapiga anza kanuni kutoka Karume mpaka wanapokaa Chanika. Unaambia walitembea. Mimi wale nilikutana nao njiani nikawasalimia mambo, eti wakanunia. Hawanijibu. Tuache. Tuache mamluki wale. Haona lolote usitusalimie. Vizuri. Nikaona hamna noma. Nikamwambia nyoka, "Uko poa? Ondoka zako muungwana wewe, una lolote." Vizuri. Yule nyoka akajamba ushuzi. Kuku akastaajabu, ushuzi wake kwa unaimba. Kuku ukapanda baskeli, bata kavala izoni. Ushuzi huo. Baba acha uongo. Kweli. Naambia ushuzi ni hatari. Kuna muda mwingine alikuwa ametulia. Kuku akiongea kitu, nyoka anajamba ushuzi unapiga makofi. Baba. Sasa hiyo siku nyoka alikuwa kalala ndani na kuku kalala. Sasa kuku akanasikia ule wimbo Happy birthday to you, kaninyima ubuyu. Happy birthday. Sasa kuku akajua kwa nyoka kuna nini? Kuna birthday. Ndio vizuri. Ikabidi ametoka zake pale, akapiga mswaki, akamaliza, akakoga, akavaa kanga kuku naambiwa. Akavaa na kanda mbili fulani hivi papa na nguru. Naambiwa. Alipovaa zile kanda mbili papa na nguru kuku, akaenda kwa nyoka. Kafika pale chumani kwa nyoka, mlango uko wazi, kuku akaingia. Ile nyimbo ya birthday, unadhani kulikuwa na birthday? Kumbe nyoka alikuwa anajamba ushuzi ndo naimba happy birthday. Naambiwa hatari. Yaani kakali kabisa kama pwi. Sasa kama happy birthday tu kumbe nyoka bwana. Unaambiwa kuku ashtuka kashika hivi. Nyoka anaendelea kabisa happy birthday to. Yaani nyumba ya 3. Sasa kuku akaona sentanie. Huyu nyoka anaita mambo ya ajabu. Ikabidi aanze kufaje? Kumtekenya. Nyoka, nini tena? Wewe vizuri? Hatari. لا تكثر من الضاحك فإن كثرة الضاحك تميت القلب. لا تكثر من الضاحك, wacheni kukithirisha wingi wa kucheka sana. Fa inna kathrata adh-dhahiki, kwani hakika wingi wa kucheka sana, tumitul qalb, kunaua moyo.
Mwanangu. Huyu naye vipi? Hata mimi. Kwa hiyo kwetu tusicheke. Ila katuharibia tu mapozi. Ndio kwetu tusicheke. Basi tununue mwanangu.